Lazima nijue mimi ni wa thamani kuliko makosa yangu. Mungu hatafuti ni nani aliyekosea, hivyo lazima nikubali kujisamehe. Jambo la pili, kuwasamehe wengine. Wakolosai 3:12. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, pole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu asiwe na sababu ya kulaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe. Haijalishi kwa namna nilivyoumizwa au ulivyoumizwa katika safari ya maisha, lakini mambo haya mawili lazima kwenye maisha yako uyaishi: kujisamehe, kuwasamehe wengine. Isaya 43:18-19. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya tenda neno jipya sasa. Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Kila unayemwona amesimama mahali, haina maana kukosea mahali. Yapo makosa na dhambi ambazo mtu anaweza kama amezitenda kwenye maisha. Gani anafanya kazi ya kumkumbusha huyu mtu hata kama amesamehewa. La kwanza ambalo linatendeka tunapoingia kwenye ufalme wake, unasamehewa dhambi. Mungu anakutaka sana kusamehe sana. Kumbuki yale yote ambayo yaliyokuwa yanapita. Haijalishi uliua, watu walikuwa wakikuona wanayalaani maisha yako, watu walikuwa wakikuona wanalaani hatua zako, lakini Mungu hachagui dhambi ya kutangazia msamaha. Anapokuokoa wewe, jambo la kwanza anakutangazia msamaha. Hachagui dhambi ya kutangazia msamaha. Kusamehe kwa namna ulivyoenda. Nazungumza na mtu ambaye yapo amekaa naye kwa muda mrefu, hapigi hatua, si kwa sababu Mungu ampendi, lakini yeye mwenyewe ameshikilia yale makosa, kusema kwamba hivi kwenye hii hali Mungu ataniangalia. Anapoyaona hata mambo yanachelewa, anazidi kumhukumu Mungu, labda kwa sababu ya lile kosa ambalo nililotenda. Don't know how God forgive you. Mungu anapokusamehe hayako kwa namna na jinsi ambavyo yalikuwa. Tajiri mmoja China ambaye anaitwa Jack Ma, kampuni yake inaitwa Alibaba ya mtandao huko China. Anakuwa tajiri, lakini ukifuatilia historia yake, aliwahi kuomba kazi mara 34 akafeli. Wakachaguliwa tu watu 33, maana yake yeye akakataliwa. Ilipofikia kwenye ile hatua, hakuonekana kuyakumbuka yale mateso, kukataliwa kwake. Kwa sasa hivi unapomtaja mtu ambaye hata China inamfurahia inapomwona, kwa sababu gani? Alikubali kusamehe aliyopita na kuyasamehe yaliyopita, kuanza upya. Na kama tungetumia reference ya mtu ambaye amefanya makosa mengi na asisamehe, maana yake asingekuwa na uwezo kufika pale. Yapo makosa ambayo uliyatenda kwa namna yote ambayo pengine hata unajua kabisa kwamba kweli mahali pale mimi nilikosea kabisa, unaanza kujihukumu ndani yako. Na ninakwambia kitu kimoja, as long as upo kwa Mungu ameshakusamehe. Sasa shida ipo kwenye kujisamehe mwenyewe. Kama utajisamehe wewe mwenyewe, kuna namna ambavyo unaweza kuongezeka kwenye haya maisha, kwa sababu unapojisamehe na kusahau ambayo uliyatenda jana, maana yake unampa mlango hata Mungu akukutendea zaidi. Kuna watu mnaingia hata kanisani, lakini mzigo ulioujaza ndani yako huwezi ukaelezeka, utaimwambia hata mtu wewe, lakini yuko Mungu ambaye anayeona siri, ushawahi kumwambia hata yeye. Lazima ujifunze kujisamehe mwenyewe. Hiki ni kitu ambacho watu hawaambii, kwa sababu wameambiwa kwa habari ya kumsamehe tu jirani na kumsamehe ndugu yako. Nitakwambia ipo pati hiyo na kufundisha leo. Lazima ujisamehe wewe mwenyewe kwanza. Haijalishi kwenye mahali ambapo ulikosa, lazima ujisamehe wewe mwenyewe kwanza. Maana unapong'ang'ania hilo jambo, ujisamehe na kusamehe nafsi yale makosa ambayo uliyotenda, nampa shetani nafasi. Nao yako mabaya ambayo yanaweza kukupata, si kwa sababu Mungu ameacha hata, lakini kwa sababu wewe umeshiriki kwenye hayo mabaya kwa hujataka kujisamehe. Mathayo 6:14. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa, Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Yako maumivu ambayo uliwahi kutenda kwa historia, hata watu wakijaribu kukusimulia zinaumiza. Mmoja kati ya matajiri ni bilionea, unapozungumzia kwenye issue ya Marekani, anaitwa Wilfred Ofra, pakwa na mjomba wake kabisa akiwa mtoto mdogo, na alinyanyasika kingono. Lakini kilichotokea kwamba alikuwa na maumivu hayo ndani yake, kila alipokuwa anaenda maumivu yale yamekaa ndani yake, lakini kafikia alipopata mtu akumshauri akamweleza, lazima usamehe yale mambo, hata kama yanaumiza kiasi gani. Alipoachilia tu yale mambo ambayo aliyapitia, akianza kuwashauri watu wengine kuondokana na yale mambo. Kama wewe utapona, unaanza kuwalea watoto wako kwenye hayo maumivu. Kusikia watu wakimwambia mtoto wake babali ya mama yake kwamba mama yako ni mjinga sana, au baba yako ni mjinga sana, kwa sababu ugomvi wao ambao walikuwa nao kwa wao wawili, na mtoto kushiriki hata kwenye yale magomvi na risha sumila. Kwa sababu gani? Hatakubali kuachilia, hatakubali kusamehe, hatakubali kuachilia. Kwa maana hiyo, kule kutokupona kunasababisha hata wengine waathirike. Hata walea watoto wake katika msingi ya kumfuata Mungu, hata walea watoto wake kulingana na yale maumivu aliyo. Kwa sababu gani? Hatakubali kuachilia. Yako mambo ambayo pengine ni majirani zako, pengine ni ndugu zako wa damu waliwahi kutendea, au pengine hata wazazi wako. Lazima ujifunze kuachilia. Unapomsamehe mtu ni kwa ajili yako, si kwa ajili yake. Tokeo ya kutokusamehe kunasababisha mizizi ya uchungu kunivamia na kuniharibu.
Waebrania 12:15. Kila mahali na namna ambapo hausamehi, manake unaruhusu ule uchungu. Kila unapotunza uchungu, unakaribisha mlango wa adui kuleta kitu. Jambo la pili, maombi yako yanaweza kuzuiwa na sadaka zako kukataliwa. 5:23. Basi ukileta sadaka yako madhabahu na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno na sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako ukapatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi itoe sadaka. Kama Mungu alikusamehe iwapo na yale makosa ambayo uliyatenda, lakini hakuyaangalia, wengine ulikuwa na mambo ya ajabu kabisa, na unajua hilo, Mungu alinisamehe kwa makosa kama haya, na mimi kwa nini siwezi kuachilia mzigo huu? Maana yake kitu ambacho nakifanya zuia maombi yako na unafunga mlango wa Mungu kutendea. Jambo la tatu, kunapitisha magonjwa na mashambulizi. Mithali 14:30. Moyo uliozima ni uhai wa mwili, ushuhuda ni upofu wa mifupa. Kila unaposamehe naupa mwili wako afya. Ni zaidi tu ya kusema unasamehe, jaribu kuhakikisha kwamba unatafuta furaha katikati ya dhoruba. Lazima uhakikishe unasamehe na kuachilia. Kila muda ambapo usamehe, unapitisha magonjwa, unapitisha mashambulizi ndani. Jambo la nne ni mlango wa Shetani ambao anaweza kutumia kupitisha ajenda zake. Efeso 4:26 hadi 27. Muwe na hasira ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu haujawatoka, wala msimpe Ibilisi. Kwa hiyo anaonekana Ibilisi anapata nafasi, uchungu upo kwa sababu ulikosewa. Lazima nijue mimi ni wa thamani kuliko makosa yangu.